De retour sur ce plateau, c'est dimanche, bon après-midi chez vous. En tout cas, nous sommes en mode débat, comme nous avons promis la fois dernière que nous aurons une émission très spéciale, Alors, j'aimerais présenter mes invités avec qui nous allons tout endelea débattre sujet à Léo. Sujet moi ya mzuri sana. D'ailleurs, sujet tout kunasema Jésus est-il fils de Dieu ou Jésus est Dieu? J'ai un sujet tu as l'air. Alors, tu développais bien, j'avais dit que c'est une émission où nous débattons diverses thématiques théologiques qui se divisent aujourd'hui l'Église. L'Église n'est pas seulement le pentecôtiste ou l'islam ou quoi que ce soit. Nous touchons dans d'autres dimensions, c'est-à-dire dans toutes les 7 confessions religieuses. Voilà votre salon, débat sacré. Encore bienvenue chez vous. Prenez vos bics, prenez vos stylos. Alors, ensemble avec... mes invités, nous allons débattre sur ces sujets. Jésus est-il fils de Dieu ou Jésus est Dieu? Alors, à ma gauche, je présente mon invité. À ma gauche, l'apôtre Aaron Kiyota, responsable, représentant les gars des églises Jésus-Christ Seule Solution, à qui je dis bienvenue et bon après-midi, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon invité du jour, Shenkulu. Mwenyego pembeni yetu kumkono wa ume, tunamkaribisha. Okay. Merci. Sawa. Alors, nous allons commencer, bien aimé, notre émission du jour. Écrivez-nous un numéro qui est affiché au bas de votre écran. Otoandiki, comme on a maolizo, la question est posée. Jésus est-il fils de Dieu ou Jésus est Dieu? Voilà la question. Nanjo nye ulizo. Umungu wa Yesu. Kama Yesu ni mtoto wa Mungu, wala Yesu ni Mungu. Shenkulu, nanza na we. Ulizo wanauliza, Yesu ni mtoto wa Mungu, wala Yesu ni Mungu? Kweli nashukuru sana kwa ulizo hii ninapewa. Kwanza mimi binafsi nitastuga kusikia kwamba Yesu anaweza kuwa Mungu. Mimi ninafahamu Yesu si Mungu. Na la pili, sifa ya Mungu ni ya kuumba, sio ya kuzaa. Basi kwangu natosha hapo. Iko upande mbili ulizo, inasema Yesu ni mtoto wa Mungu wala Yesu ni Mungu. Unajibu unasema Yesu, inakushangaisha. Asa ya pili, paske ulizo wangu inakuwa na upande mbili. Ya kwanza ni mtoto wa Mungu wala ya pili ni Mungu. Unajibia ya kwanza, asa ya pili? Ya pili nilijibu, lakini hujanielewa. Nilijibu nikisema ya kwamba sifa ya Mungu ni ya kuumba, sio ya kuzaa. Sifa ya Mungu ni ya kuumba, sio ya kuzaa. Ya kuzaa, ndio Mungu asiwezi kuzala. Ndio. Maana yake yote mbili mimi naipinga kwa jumla. Okay. Asante sana. Mnasikia vile Sheikh anajibu. Sasa papa, ulizo ni kwenu. Yesu ni mtoto wa Mungu wala Yesu ni Mungu? Tunashukuru mbele sana kwa invitation yenu. Pia leo nilikuwa natafuta na wao, kama watu wengi walikuwa tufuata kwenye mitandao na bashali amni washe mbalimbali na mafasha kuachana kuhusu habari ya kutetea uungu wa Yesu. Na kama leo nimempata shehe wangu leo na yuko tayari na swafi ya kubatizwa, itakuwa kitu kia maana, kwa sababu nikitaka kujibu kwenye swali ni kwamba Yesu kulingana na Qur'ani na Biblia, Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu, na yeye asikwe haraka unatukabula tuminitia kueneana kabisa, ili tumuoneshe mahali ambapo Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu tena mwenye sifa zote za kuumba kwenye Qur'ani na kwenye Biblia. Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Asante sana mzazi. Asante. Mwanasikia papa najibu anasema Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Sheikh alijibu anasema la gloire de Dieu c'est de créer des choses, ce n'est pas engendrer. Alors njo vile Sheikh, unaweza kutufasiria mzuri kwa ile jibu yako yenyewe unatupatia? Mimi tashinda kufasiria kwa sababu hiyo imani mimi sina nayo.
ilitakiwa nipewe ile imani sasa, nisikiwa kwamba kuna Mungu mwingine anatokea sasa, jina yake Yesu, ndio nifundishwe. Sababu imani yangu mimi haitufunzi hivyo kama Yesu ni Mungu. Na ikiwa kama utanipa dakika, hebu nijue unanipa dakika ngapi, nionyeshe ninavyojua, kwa sababu hii imani kwangu mimi ni nyipya. Sawa, na lakini mwenye hii imani ndio anatakiwa anifunze. Na kupatia dakika 5. Na kupatia dakika 5. Dakika 5 ya kukanusha kwamba Yesu si Mungu. Ya utoneshe. Na kupatia dakika 5. Basi haina shida. Naanza kusabia. Kwa kuwa tuna vitabu vyote viko kwa jumla hapa, Biblia na Qur'ani, na mimi nitaanzia kwenye Biblia kwanza. Afu sitaenda ndeoro na jezi, namfuata Yesu mwenyewe direct. Mafundisho yake ndio tanipa mimi fursa. Nikianza kwenye kitabu cha Mathayo 23:9. Yesu kuna siku alikusanya wanafunzi wake. Anawaambia kusema kwamba wala msimwite mtu yoyote baba duniani, kwa sababu baba yenu ni mmoja, ndiye aliye mbinguni. Na wala msiitwe viongozi, kwa sababu kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye mimi, Kristo. Ile saa Yesu anawaambia wanafunzi wala msimwite mtu yoyote baba duniani, yeye yuko duniani, na anawaambia wanafunzi kwa sababu baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Maana mbinguni kulikuwa baba na hapa duniani alikuwa Yesu. Mimi najua Yesu angelikuwa Mungu alipasha kuambia watu wala msimwite mtu yoyote baba duniani, kwa sababu baba yenu au Mungu wenu ni mmoja, ndiye mimi, Yesu. Lakini kuona sifa na daraja kama na hiyo si ya kwake, yeye mkupita. Ukienda kwenye kitabu cha Marko 12:28, ndipo msomi wa kunizidi mimi na bishop pale alimkuta Bwana Yesu akifundisha, akisikiliza, anawajibu vema. Akamuuliza, mwalimu, ni amri gani iliyokuwa ya kwanza kuliko yote? Akamwambia, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Hapana Bwana Mungu wenu. Ingelikuwa wenu, maana na Yesu maisha jitoa. Pale aliwaambia, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Maana na sisi na Yesu Mungu wetu mmoja. Sasa imani ya leo nikia kusikia hapa Lubumbashi kunatokea pasta anampinga paka na Yesu, mimi nitasikia oga. Mimi kama mimi. Hiyo ni Marko 12:28. Sasa hii imani iko namna gani Yesu na wewe ulikuwa unafundisha watu aje? Ukienda kwenye kitabu cha Luka 11:1, maana 11:1 liki. Nasema siku moja alikuwa mahali fulani akiomba. Mmoja miongoni mwa wanafunzi wake alifika pale anamsikiliza. Alipomaliza akamjongelea akamwambia, mwalimu, utufundishe na sisi kusali kama gisi Yohane alivyofundisha wanafunzi wake kusali. Yaani kuprie. Yesu akamwambia, msalipo semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Wanakufuata. Jina lako lisifiwe. Ufalme wako uje. Mimi najua mwa imani yangu ama na mwakili nakutana na Lubumbashi hapa. Yesu angelikuwa Mungu alipasha kusema msalipo semeni hivi, Baba yetu Yesu Kristo tuliyetembea naye hapa chini ya jua. Sababu yako chini ya jua, lakini anawaambia msalipo semeni Baba yetu uliye mbinguni. La ajabu Yesu wawe Mungu, yeye mwenyewe anakutanika yuko naomba. Sifa ya Mungu ni ya kuombwa, sio yeye kuomba. Sisi Mungu wetu ni yule ambaye Yesu alikuwa akimuomba. Na ndio kwa maana kwa mjibu wa Bwana Yesu, ukienda kwenye kitabu cha Jean 20:17, alimwambia Mariamu, usiniguse kwa sababu sijapanda, lakini enenda kwa ndugu yangu ukawaambie ninapanda, nimekwenda kwa baba yangu naye ndiye baba yenu, kwa Mungu wangu naye ndiye Mungu wenu. Sasa mimi nitashangaa, maana ikiwa kama kutatokea Yesu mwenyewe ndiye Mungu, maana kwa huu mpito wa Bwana Yesu inaweza kuwezekana Yesu alikuwa anadanganya. Maana yeye pekee ndiye Mungu, afa atuambie tena Mungu wake ndiye Mungu wetu. Sisi Waislamu imani yetu sisi na Bwana Yesu tunachanga Mungu. Mnachanga Mungu. Maana yule Mungu alikuwa akimuomba Yesu, ndio na sisi tunamuomba. Sasa kama itakuwa kwamba Yesu mwenyewe ndio anakuwa tena Mungu, hiyo imani si mimi kwa niko na wasiwasi. Sina naye pamoja, kwa sababu Yesu yuko wazi anasema Mungu wake ndiye Mungu wetu sisi. Asa, na Qur'ani pia vile vile nataka muminiti yako mule mimi napenda kuuliza sasa kwako mvile unajibu hapa. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Mimi nazoea kujibu kimaandiko tu. Ukienda kwenye 3:1 wa Ibrania
Inazungumza kutuambia Yesu ni mtume, hao nabii. Basi sisi ni mtume aliyetumwa na Mungu, na jibu la pili ni nabii wa Mungu. Yesu ni nabii wa Mungu. Na kwa maneno ya kinywa chake, acha nikienda kwanza kile kitabu cha mbali, yeye mwenyewe azungumze kwenye Jean 17:3. Anasema na uzima wa milele ndiye huu, wa kujua wewe Mungu mmoja wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi sisi tunamjua kama yeye ni mtume na Mungu yuko kwake, na yeye ni mtume aliyetumwa na Mungu. Basi kuna kia minute moja. Minute moja ni nzuri nao zaidi kwa kuifuata mafunzo ya Bwana Yesu. Tukiangalia hata kwenye Qur'ani, sawa na jibu ulivyo ama anauliza ulivyoniuliza. Sisi kwetu tunavyojua kwenye Qur'ani aya ya 3 sura ya 3 aya ya 64, Mungu anatupa sisi fursa ya kusema kwamba tuwaite watu wa kitabu ambao ni manaswara ama Wakristo. Tuwaite tujumuike nabo na tuambie sisi njooni kunako maneno yaliyokuwa sawa. Na tufundishane kwa sababu Mungu awe huyu mmoja. Tusimchange na chochote. Asante mwalimu, tunakusikia. Ndio papa, kwa vile mliweza kutujibu na hivi mnamsikia she vile anatokea kusema, na mimi mna dakika 5 ya mtuweze kutufuatilia mzuri. Nashukuru sana. Nashukuru kwanza niko na mwalimu wa Kiislamu anayekubali vitabu vyote vya Biblia. Anakubali mabarua, pia anakubali vitabu vya Injili. Kwa hiyo tunakuwa na matatizo sana tukikutana na ule mwalimu asiyekubali mabarua. Vile amekubali mabarua, alafu nitaanza naye kwa barua, kisha tutaenda kuisha kwenye Qur'ani. Kwanza ameshuhudia kusema Yesu alikuwa anaomba baba. Sijui alikuwa anaomba baba wa nani au baba yake. Sijui huyo Mungu ambaye alikuwa anamuomba baba ni baba yake au ni baba wa nani. Sijakuwa huko, lakini tumulize Bwana Yesu mwenyewe. Jean chapitre Yohani sura ya 10 mstari ya 13. Jean chapitre 10 verset 30 inasema, moi et le Père nous sommes un. Bwana Yesu anasema mimi na baba tuko kitu hiki kimoja. Na anamwambia Filipo, anayemuona baba ananiona mimi. Ndio maana yeye ni sharti ajue kwamba amekuja kujifunza kuhusu habari ya Yesu namna gani ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Tunaenda kwenye Biblia vile anaelewa sana maandiko, sababu kitabu cha Timotheo sura yake ya 3 Biblia inasema kwamba siri ya utawa ni kubwa, Mungu ameonekana katika mwili. Kwa hiyo huyo Mungu mwenye kuonekana katika mwili ni mwana wa Mungu aliye Yesu Kristo. Tunaenda kwa mbele kwenye Qur'ani ili tushende mbali zaidi. Qur'ani Al-Ahzab, yani ni chapitre 33, inasemaje ili tujue kwa mbele juu mtoto, ili ajulikane mtoto tunataka kumzungumzia ni mtoto gani na ni mtoto wa nani, ili fale tujue Qur'ani inasemaje ili tupate kuelewa. Qur'ani inasema hivi mwa Al-Ahzab ni chapitre 33 ya Qur'ani. Inasema waiteni kwa ubini wa baba zao, maana huo ndio uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kama hawajui baba zao, basi ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu. Hapa Al-Ahzab inasema muwaite watoto wote kujina ya baba yabo. Ubini manake ni umbilo wa baba yabo. Yani voila asike mtoto aitwe kuposte no baba yake. Okay. Kama mtoto ajulikani baba, huyo akuwe ndugu na rafiki katika dini ya Kiislamu. Kwa hiyo Qur'ani, sijui kama Sheikh atakuja hapa kukataa. Al-Ahzab iko nasema kwamba asili kwanza ya mtoto, ili tumjue Yesu, tumzungumzie alikuwa mtume, alikuwa kifulani, aliomba baba, sifo tujue kwamba ile asili yake ni muti, ni nyama, ni mtu. Kwa hiyo kulingana na asili ya Qur'ani inajua asili ya mtu kupitia baba yake. Yani asili ya mtu Qur'ani inajua kupitia baba yake. Kwa hiyo mtoto aitwe kujina la baba yake. Yani huyo mtoto aitwe kuubini wa baba yake. Na hiyo njoo uadilifu kwa Mwenyezi Mungu. Uadilifu c'est-à-dire qui est juste. Donc uadilifu kwa Mwenyezi Mungu. Kama julikani baba, huyo ni ndugu na rafiki katika dini. Tukiuliza Qur'ani, kwa nini imemuita tu Isa bini Maryam? Maana abakujua baba yake, na kama abakujua baba, Qur'ani nasema aitwe ndugu na rafiki katika dini, wakimuita kuubini wa mamake, sio uadilifu. Sasa tunakutana hapa asili ya mtoto ni baba yake. Sasa twende tukajua huyu Yesu ana baba hawa ana na baba, ili aitwe kujina mama yake, baikose Qur'ani vile. Qur'ani yenyewe ijikosee vile.
Sababu Waislamu wote wanakujaka, Qur'ani kitabu kilishushwa na Mwenyezi Mungu, Qur'ani kilishushwa na kitabu na tutaenda naye pole pole, nitamwambia mahali Yesu aliumba kwenye Qur'ani. Tutaenda naye pole pole, tutamuonesha namna gani Yesu. Tunaanza kwa mbele tujua asili ya Yesu, ni mtu, ni muti au ni nani? Kama Yesu akiwa mtoto, akiwa mtu, ni mtoto wa nani? Aje hapa niambia sema kama vile aliamini aliniambiaga kama antukani mtoto wa Yusufu. Nikasema jua alito mtoto wa mseremala. Okay, kama ni mtoto wa Yusufu safi. Kwa hiyo asitwe tena Isa bin Mariam. Huyo mtoto aitwe kwa jina la baba yake, Yeshe ataleta hapa. Sababu mtoto ni sharti aitwe kwa jina ya baba yake. Sasa twende tukaulize Qur'ani kuhusu habari ya Yesu, tumjue ni mtoto wa nani, alitoka wapi? Tunaenda kwenye Qur'ani. Kwa kile minute. Sasa hapo sasa mada haitakuwa inatembea vizuri. Shatuko unajua kutupatia masaa nyingi sababu ni vitabu tunaongea, ni vitu ya utaalamu, inaloma ni vitabu. Tunaenda kwenye Qur'ani kwa kuwa minute imekwisha kwenda, tuone kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Twende tukaone kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwanza yenye kwa Qur'ani msurati ya Maryam inasema kama Biblia inasema mimi ni mjumbe kwako kukuletea tunu ya mwana, yani kukuletea mtoto. Ni Qur'an 19:19. Niko mjumbe kwako kukuletea mtoto, na huyo mtoto ataitwa mtakatifu. Kwa hiyo tutaweza kuangalia kitabu cha Luka kinasemaje kwamba mtoto atazaliwa, jina lake ataitwa Emmanuel. Kama ataitwa mtakatifu. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya kwanza inasema huyo mtoto ataitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na batu. Maana yake huyo mtoto aliyesteremshwa. Kwa hiyo niende polepole hapa, wakati malaika alikuja kumupatia Maryam huyo mtoto kutoka naye mbinguni, shea aje hapa tujibu. Huyo mtoto alikuwa wa malaika? Huyo mtoto alikuwa wa 24 veya? Huyo mtoto ni wa nani? Sasa tujajua mtoto ni wa nani. Akija kutuambia kama ni mtoto wa Maryam, maana yake Qur'ani anaikosea, kwa sababu inasema mtoto asitwe kwa jina la mama yake, mtoto aitwe kwa jina la baba yake. Kwa hiyo asili ya mtoto ni baba. Kwa hiyo tukimuuliza Yesu mwenyewe babako nani, tunaenda kitabu kia Qur'ani. Qur'ani inasema hivi, Al-Miran inasema hivi, musura yake ya tutaanza kwa mbele na musura yake ya 39 mara malaika wakamlingania Ali amesimama akisali chumbani, kwamba Mwenyezi Mungu anatupa kadiri, ametupa kabari njema na kuwa utazaa mtoto umwite Yahya, atakaye kuwa mwenye kusadikisha mtume atakayezaliwa kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, naye ni Nabii Isa, na atakaye kuwa Bwana kabisa na mtawa na nabii anayetokana na watu wema. Hapa tuko tunaongelea ni kuhusu habari ili nimalizie, ni kuhusu habari ya wakati malaika alikuja kwa Zakaria akasema kwamba utazala mtoto mwanaume, utampanga Jean, na atakuwa nabii mwenye kusadikisha neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukiangalia kuhusu kuzaliwa kwa Bwana Yesu, twende sasa chini kwa sababu miniti imekwenda ya kusema kwamba Yesu amezaliwa namna gani. Qur'ani inasema huyo mtoto atazaliwa kwa neno. Kwa hiyo Biblia inasema wakati Mariamu alipomwambia, tukishuka hapa chini, wakati alipomkujia malaika kumwambia kwamba utazaa mtoto, akasema je, nitamzala mimi kingaliko liko bikira? Akasema huyo mtoto atazaliwa kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kilichozaliwa kwa neno, tukimuuliza Jean, Biblia inasema kilichozaliwa kwa neno, Jean chapitre 3, kilichozaliwa kwa neno ni neno, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo tukikutana hapa kulingana na Qur'ani, huyo mtoto kazaliwa na nani? Na neno. Kwa hiyo Biblia inasema huyu Yohana atakapozaliwa njoo atakuwa nabii mwenye kusadikisha neno. Kwa hiyo tukimuuliza Yohana naambiwa kusadikisha neno, nasemaje? Kumwanzo Yesu alikuwa neno, juu kilitoka kwa neno ni neno. Huyo Yesu akiwa neno, kumwanzo alikuwa neno. Asante papa, asante. Minute yote naisha. Shey, sauti ni kwako na unasikia gisi papa anasema, anauliza Yesu anatonesha na vile anaonyesha na vile Yesu anazalika kupitia neno. Kwenye sasa wote ambie Yesu ni nani? Ni mtoto wa nani? Unasikia vile vile papa anasema. Nashukuru sana. Kwanza namsifu kwa kule kuona yuko na roho nguvu ya kuongea. Afu kisha alichoanza nacho mwanzo si ndio anachomalizia. Maana yake inaonekana hata akiwa mwanafunzi wangu atakuwa anaelewa haraka. Mmoja alishanikubali kwanza upinganizi wangu wa kusema kwamba Yesu si Mungu.
hiyo tunaweka kwanza x. Afu anahama kuneno mwana. Kamera iko pale njoo. Afu sasa huu mwana anasema kwenye Qur'ani inatuambia muwaite watoto kwa ubin wa baba yao. Maana kama vile mimi iko Ali Nkulu bin Ngoi. Sasa nitegemea Biblia kule kwa Biblia yake anataka kutoa Yesu Kristo bin Mungu. Pale ningesikia. Sasa yeye mwenyewe kwanza hayaitoa Yesu Kristo bin Mungu. Sasa anataka msaada kwangu. Sheki, ufuata kamera. Basi ndio mimi haina shida. Kamera ananifuata na mimi naifuata. Unaona hiyo ulizo yangu una 2 minutes tu bwana. Haina tena 5. Wewe unajibu. Unajibu kisha nitakupatia dakika. Sawa. Kumbe mimi sikuwa najua ni zanani dakika 5 ndio maana ninaanza kufuatilia. Sawa, jibu ni kusema hivi. Sasa na upatia 5 minutes twende mbio. Basi angalia kama inaanza kweli. Usinibie. Na kuibia tuanze. Basi naanja nikisema hivi. Okay. Huyu pastor mimi nampenda sana kwa sababu ni mtu ambaye akiongea eko mwepesi kuelewa. Kwa kweli shakanusha kwamba Yesu si Mungu. Ndio anaenda sasa tutafute sasa baba yake nani? Ndio huyu akishakuwa mtoto, hakutakuwa Mungu mtoto tena. Mungu mtoto hayupo. Sasa vile ulisema Qur'an anasema kweli, kila mtoto yuko na ubin wa baba yake. Lakini sasa kwenye Biblia nako kule hamna sehemu yoyote malaika alikuja anasema hivi, huyo bikira tizama utachukua mimba, utazaa mwana, jina lake utamuita Yesu Kristo bin Mungu. Haipo. Labda atengeneze Biblia sasa leo. Ile habari alikia kuileta hapa ya kusema unaona hata kumatie inasema tizama bikira utachukua mimba, utazaa mtoto, jina lake utamuita Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Hayo maneno pasa njoo kwa maana unaona natembea na Bible zote hapa. Hiyo ni maana. Kwa ukiangalia ni pasta, wapi ulishabatika kutembea unakutana na pasta, anakutana na pepo, anamwambia kwa jina Emanueli toka. Wapi ndani ya Biblia nzima baada ya Yesu kuzalika yuko natembea? Ndio. Hii ni vipengele niko namwachia. Namwachia tu ulizo. Ya kujibu. Ndio. Ile maneno alivyoitaja naijua na kweli naishia na nitamwambia. Wapi uliwahi kutembea? Yesu aliwahi kuisha akamwita Emanueli, akaitika. Kutoa ule utabiri. Ile neno kusema Emanueli, Mungu pamoja nasi, kila jina iko na maana yake. Ndio maana natembea na itifaki ya Biblia. Vile ulivyosema kwenye Luka gisi Zakaria aliambiwa utazaa mtoto yako jina lake utamuita Yohane. Yohane ukiangalia kuitifaki anakuambia Yohane maana yake Mungu ni mpendelevu. Ni maana ya jina. Yohane maana yake Mungu ni mpendelevu. Sababu gani? Alimpendelea Yohane kuya kabla ya Bwana Yesu. Emanueli, maana ya Emanueli ndiyo Mungu pamoja nasi. Ni kama vile wanasema Isaka maana yake Mungu acheke. Si maana wale watu tutaitwa Mungu. Hiyo ni maana ya jina. Hata kwetu kubaluba utakuta mtu anaitwa Kabwa, maana ya Kabwa nini? Imbwa. Mwingine anaitwa Pierre, maana yake nini? Jiwe. Sio jiwe. Watu wanakufuata, waambie. Unaona? Sio jiwe, lakini kenye kiko hapa Mungu ukienda kwenye 2:10 Malaki. Kitabu cha Biblia. Kama Yesu anajidaidai mwana wanaongea. 2:10 Malaki nasema je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si ni mmoja tu? Na ndio kwa maana hata Yesu sasa anafundisha wanafunzi unaposali semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Maana na wewe na Yesu baba yenu huyu aliye wapi? Mbinguni. Mnaitwa wana wa Mungu ni kwa sababu yeye ndio kawaumba. Kwa mjibu wa andiko Malaki 2:10 ndio inasema hivi, je, sisi sote tuna baba moja? Mungu aliyetuumba sio mmoja tu? Kenye pasta anashinda utafautisha ni kitu kimoja. Umbile yetu sisi binadamu iko sorte 4 ama 5. Kwanza kwa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kuna kuumba kwenye Mungu alimuumba Adamu kwa kutumia udongo bila baba wala mama. Ule anaitwa Adamu. Kuna umbile la pili kamuumba mama yetu Hawa bila kutumia udongo lakini akatumia ubavu wa mwanaume. Umbile la pili ile. Umbile la tatu akaja kuumbwa Bwana Yesu kupitia mama pasina kuwa na baba. Na umbile la 4
anakuja kumbio ni wewe na mimi, baba yako wewe na mama yako wewe, baba yangu mimi na mama yako wewe walikutana ili wewe na mimi tunapatikana. Umbile zile zipo tofauti. Kama ukiendelea mwile daraja sasa nikupe maandiko kule ndio unapata shule za bure. Lakini kwa habari ya kusema kwamba mwana wa Mungu, kama tuongelea mwana, Mungu hana na mwana mmoja. Njoo kwenye Biblia utakuta hapa nakwambia Yakobo sio mzaliwa wangu wa kwanza. Ibrahimu sio mzaliwa wangu wa kwanza. Hata leo ukimwamini Yesu hapa kama si Mungu, mimi Mungu anakusabia kama unakuwa mzaliwa wake wa kwanza hapa. Kama vile ushakubali Yesu si Mungu ni mwana. Uko unaona? Ile iko sawa, lakini namfuata Yesu sasa Yesu je? Katika minute mimi sitaki mgorofi kwa dakika. Unabakia dakika yangu moja. Yesu wewe unasema semaje? Yesu anasema angalia kwa kitabu cha Luka 6:12. Aliondoka. Yesu akapanda mlimani ili kuomba. Swali, akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Mimi najua Yesu angelikuwa Mungu asingeenda kuomba kumlima. Atamuomba tena nani na yeye ndiye Mungu? Kwanza pasa barikiwa kwa ushaamini Yesu si Mungu, basi geuza kivuli tuangalie sasa mwana huko namna gani, nikupe maandiko uelewe sasa hapa kumbe Yesu huyu mwana huko hivi. Lakini naona kiwango ya kumtatia Yesu kama ni Mungu kule atupo. Ubarikiwe okay. Pastor. Asante sana, muendelee na kutuandikia maulizo yenu mpaka hivi mtu mwana nyuliza bomu dakika yako wenyewe unasubiri. Kuna nakuuliza tu lizo moja. Ndio. Yeye ni mtu mwana nyandikia. Anasema hivi. Anasema si Jésus n'est qu'un prophète. Njoo alikushikia unasema kama Yesu anakuwa mtumwa na nabii. Si ndio vile? Akanauliza hivi, si Jésus n'est qu'un prophète, pourquoi est-il né d'une conception miraculeuse? Son père, c'est qui le distingue des autres prophètes. Et puis anatumia surat 19 20 à 21. Sasa alishaimaliza zamani. Ashaimaliza. Alimaliza 19. Aliuliza kuhusu habari ya pasa alimaliza 19 Quran. Inaonesha gisi Yesu uzalio wake utakayokuwa. Na Yesu mwali alitamkia yeye mwenyewe. Ukienda kwenye ile sura. Kwa sababu watu walimuuliza Mariamu, "Wewe hauna na mume. Sasa unatuletea mtoto namna gani?" Kama muulize mwenyewe. Ukishoa tu 19 uko na shuka. Mtoto mwenyewe Yesu ndiye alitamka. Upojibu yeye. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli. Mariamu aliwaambia muulize mtoto mwenyewe. Mtoto mali tamka mimi ni mtume wa Mungu. Merci. Na mimi kama kutakuwa mimi nitakuwa muongo. Mimi nilitaka leo, juna mimi nishachoka kuwa Muislamu. Nilitaka tu nipate verse Yesu aseme mimi Yesu ni Mungu. Sasa pasta kula ishatoka sasa ni mwana. Sasa tuongelea mwana. No, papa alikwambia sema eko nenda na kujuba takuonyesha kwenye anaanzia mtoto na vile anafika na kule. D'ailleurs papa ni kwenu 5 minutes. Sawa kabisa. Kwanza mimi nashukuru kuona shehe amekubaliana na mimi kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na kuitika kwamba Yesu ni mwana wa Mungu sababu hana na baba anatupatia wa Yesu, na inamaanisha kwamba kama Yesu engelikuwa kama hana na baba alipasha kuwa rafiki na ndugu katika dini. Sasa vile kuna unafiki hapa ambao mtu anapenda autembelee. Ni pale sasa nilianza na Al-Azabe kumuonesha kwamba asili ya mtoto ni baba. Na tunatenda tukaongelee kuhusu habari ya Yesu kwa Mungu. Sababu unajua wakati mtoto wa nkuku ni nkuku, mtoto wa pusi ni pusi. Mimi nitapenda shehe usikuwa unaendaenda, wewe ongea kusema hivi. Mimi ninakubali kusema mimi niko mtoto wa Mungu vile kama ni mishie kama ni andiko gani ulileta hapo, kwa watu wote ni watoto wa Mungu. Alafu tukwambie namna gani mtu anaweza kafikia kuwa mtoto wa Mungu. Maswali yangu nilikuuliza ni hii. Mtoto aitwe kujina la baba yake. Baba yake wa Yesu nani? Ili ibadilishwe hii uongo katika Qur'ani ya kumuita Isa bin Maryam. Pili, nikakuuliza hivi kwamba ikiwa Yesu nikasema kwamba ikiwepo malaika alikuja, swali yangu ya pili, kama malaika alikuja na mtoto kumpatia mara kwanza, Qur'ani inasema haina sababu Biblia yetu kwamba malaika alikuja Maryam mbeba mimba. Qur'ani inasema mu 19 inasema malaika alikuja na mtoto tunu la mwana, maana mtoto mwanaume kumpatia Mariamu. Okay. Ule mtoto ataitwa mtakatifu. Sasa kama huyo mtoto Biblia Qur'ani inasema kwamba nimetumwa kwa Mola wako ili kukubadilishia mwana, kukupatia mtoto mwanaume, na huyo mtoto ataitwa mtakatifu. Nikamuuliza shehe, huyo mtoto mwema ni Qur'ani, sijaongea Biblia ndugu yangu. Qur'ani njoo inasema kwamba huyo mtoto kashushwa, kaletwa ni mtoto. Sasa nikamuuliza huyo mtoto ni wa malaika
huyo mtoto ni wa nani ili tumsemee Yesu. Sifo tumjue Yesu malaika, yeye Yesu ni mtume. Mitume wote wakazaliwa na wazazi. Sawa papa, Mungu naendelea mpaka maparoli yenu. Napenda mbele juu. Hii kesho pale kuna nikata sa minutes zangu hata yako ikata. Nitakurudishia. Safi kabisa. Jopa hii ulizo mimi bezo mbele jibu. Njoo mtu mmoja bezo ipate na jibu. Ya jibu mbe ajibu tu, ajibu kisha uendeleshe. Safi kabisa. Papa, unasikia hii ulizo papa nauliza. Unajibu mwalimu? Ndio. Ya kwanza, Yesu ni mtoto wa nani? Juu pale alishushwa, alikuwa ni mtoto. Qur'ani ndio inasema. Qur'ani ndio inasema huyo mtoto ataitwa mtakatifu. Malaika alishuka kumpatia Mariamu mtoto. Ataitwa mtakatifu. Na Biblia yangu na yake ile kunayo pale inahakikisha kusema mulikisha muja mu Matthieu chapitre 1 verset 23 inasema kwamba ule mtoto ataitwa Emmanuel, manake Mungu pamoja nasi. Melike 1 verset 34 à 35 anisoma mule mwake inakubaliana na Qur'ani kabisa kusema ule mtoto Gabriel pale alikuwa akasema huyu mtoto ataitwa mtakatifu. Kama ana anirudilie kwa sababu Qur'ani inasema yale wasio yajua waulize wale waliopokea kitabu mbele yao, nao ndio manasara ile atoka kuongea. Yaani tumfundishe kwa kitabu kilichokuwa kabla Qur'ani liwe. Aelewe sasa. Mimi nitakuja kumuonesha, si unasema mada tunaendelea nayo kwa 40 minutes tutafika kuongelea kuhusu uungu wa Yesu. Hapa tunatafuta kwa asili ya huyu Yesu tunamuongea ni nani? Juu Muhammad ni Mwarabu. Na kabla Muhammad mwenyewe tutakia kuongea siku zingine kwa sababu paka sasa tujajua mtume wa Uislamu ni nani. Juu Mwenyezi Mungu katafuta Mwenyezi Mungu karuhusu katika, yani nirudie tu kwenye mada yangu. Juu unayo wakati watu wananyang'anya dini moja ambao hawaishikishiki vizuri, panakuwa matatizo ya ujanja. Kwa hiyo swali yangu iko pale. Narudia, sijui kama utaniendelesha au ungali alete. No, napenda mbele ile swali, ndio mtu mwana besoin aisikie ajibu kisha nakupatia unaendelea. Safi basi mimi nachunga. Sheikh. Na 2 minutes tu tujibu mbele kesho hii. Nijibu nini mzee? Ulizo. Mimi pale sijaona chochote anachouliza. Hapana ulizo je? Ndio naanza kuongea mzee. Kila mtu ana stili zake za kuongea. Okay. Sijaona kia anauliza. Yeye anasema hivi kwenye Qur'ani 19 njoo inasema kwamba tukupe mtoto. Na anayesema ni nani? Malaika. Si ndio anamwambia Mariamu? Natumwa na Mola wako kukuletea mtoto. Kukuletea mtoto, kukupa mtoto. Ule mtoto alitoka naye wapi? Na juu ni Qur'ani. Sawa, si ni amri wewe mwenyewe aya uliyetoa. Ulisema kwamba alitoka kwa neno, kwa kutamka tu zaa na kafanyaje? Akazaa. Maana mtoto ni wa neno. Si neno, maana unafikiria Mungu shamba lote kwa neno. Basi nirudishie. Unaishi? Narudisha. Maana mtoto ni wa neno, ndio maana sasa nilijua kusema hivi. Wewe ili ufikie tuongee kuhusu habari ya Yesu kuwa Mungu, sifo tujue kwa anazaliwa ni wapi. Qur'ani na Biblia inakubaliana kusema huyo mtoto kaja kwa neno la Mwenyezi Mungu. Na hiyo yakosea. Ndio maana nikupatia hii katika Qur'ani. Surati ya Al-Imran 39 verset nasema kuhusu habari ya malaika ule akakuja kumwambia Zakaria, huyo mtoto Yohane atakuwa nabii mwenye kusadikisha kila neno. Atakuwa nabii mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama yeye ndio nabii kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, sifo tumuulize mwenye atasadikisha kabisa kama kweli Yesu ni mtoto alitoka kwa neno la Mwenyezi Mungu, ni mtoto wa neno. Njoo pale tunaenda kumuuliza Yohane. Yohane sura ya 1 mstari wa 1. Njoo mule mko Yohane msadikisaji. Inasema hivi: katika mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo kabla Yesu aje hapa duniani katoka kwa neno. Na pale alikuwa kwa neno, alikuwa neno. Na pale alikuwa kwa neno, alikuwa Mungu. Ndio maana tuulize kitabu cha Wafilipo, njoo pale penye unatafuta kujua kwa nini. Na ndio maana ukishuka hapa chini Biblia inasemaje? Biblia inasema hakuona mbingu kwa kitu cha kushikamana nacho, akashuka. Kwanza najua kwamba naenda naye kwa elimu. Shendi naye kwa ufunuo, juu hataelewa. Tunaongea kwa elimu, kwa maandiko. Lakini kwa ufunuo kule ndio ataelewa kwamba Yesu ni jina la Mungu kukomboa ulimwengu. Kwa hiyo jina njoo likapewa mwana. Sijui unanielewa hapo vizuri. Kwa hiyo huyo mwana wa Mungu ndiye neno la Mungu, nafsi za Mungu. Sasa wakati huyo mwana kaja, hiyo neno likaja likavala mwili. Ukishuka hapa chini Biblia inasema kwamba akavala mwili, na huo mwili ukaonekana kwa watu. Yaani akavala mwili, neno ikavala mwili mwa Maria. Maana pale neno ilivala mwili, huyo Mungu akavala mwili. Hajapoteza balo ubaba. Sijui kama unanielewa pale mzuri.
Sio kama unaelewa pale. Sasa Wafilipi inasemaje? Wafilipi inasemaje? Kwanza acha tushuke tu polepole kimaandiko ili tumueleweshe shehe. Wewe kunakia madakika 2 baba. Basi vile kuna bakia dakika 2. Ndio. Alisema kwamba si bote ifo tukue watoto wa Mungu, si ndio vile? Kwa sababu Biblia inasema kwamba ni sharti watu wakue watoto wa Mungu weko wengi. Watoto wa Mungu weko wengi kwa sasa. Akiongea mambo kama Efraimu, sijui nini, ile ni habari ya Yakobo yuko anaongea mambo ya watoto wake bwana. Kwa hiyo tukienda kuongea kuhusu habari ya mtoto wa Mungu, ili mtu akue mtoto wa Mungu, Biblia inasemaje? Tumuulize Yohane msadikisayo. Sawa, yeye ni Muislamu. Na Muislamu anapasha kuiheshimu andiko takatifu ya Qur'an takatifu tukufu. Wanaitaka tukufu la Mungu. Kwa hiyo Qur'ani inasemaje? Nabii mwa kusadikisha neno lote la Mwenyezi Mungu ni Yohane. Alafu tumuulize Yohane, kwa mtu akue mtoto wa Mungu inatakiwa kueje? Tunasoma kitabu cha Yohane sura ya kwanza 12 inasema hivi. Biblia inasema hivi, Qur'ani inasema, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Kwa hiyo benye kwa watoto wa Mungu ni bale benye kumpokea nani? Yesu. Benye kumpokea nani? Mwana wa Mungu. Ili mtu afikie kuwa mtoto wa Mungu, paka ampokee mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo tunarudia pa verse 14 inasemaje? Na neno alifanyika mwili na akakaa kwetu, tukatazama utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee, mwana wa pekee akitoka kwa Baba. Oh. Merci papa. Continuons à nous écrire, bien-aimés. On est toujours aujourd'hui. J'avais dit que l'émission est tellement bilingue, c'est-à-dire à part Swahili, écrivez-nous. Chez Anichika kama Yesu alitoka kuneno. Alors njole ilikuwa question patane mbele. Kama Yesu alitoka wapi? Sasa Yesu alitoka kuneno. Ah, okay, she. Sauti ni kwako. Hapa tunashuka tena ma 5 minutes, tunakuwa ni ma 3 minutes. Safi, haina shida. 3 minutes ni nzuri kwa kumtengeneza pasta. Kwa mimi naona ajabu sana. Pasta anasema Yesu kazalika. Yesu ni neno. Mimi sijui kama neno inaweza kuwa bila msemaji kuwepo. Neno inaweza kutangulia bila aliyesema hana hapo. Ile kitu hakiwezekani. Nasema tena, narudia tena. Andiko aliyetoa ya Qur'ani inasema hivi. Na pia kuletea mtoto. Huyo mtoto utakaye kukuletea wewe atapatikana kupitia neno. Kwa kutamka tu za, na kafanyaje? Akazaa. Ni kwa neno. Sasa yeye kwa kutokuelewa maandishi akafikiria kwanza Qur'ani na Biblia vinalingana. Ndio akaenda kwenye kitabu cha Yohane 1:1. Hapo unapata shule ya bure mzee. Hii inakusaidia hii fasi. Jean 1:1, hapo mwanzo kulikuwa neno. Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu na huyo neno ndiye Mungu. Sasa vile vitu. Hapo mwanzo kulikuwa meza na hiyo meza ilikuwa kwa fundi na hiyo meza ndiye fundi. Sasa leo tengeneza nani? Si vitu vya vieleweki. Maana ile unaingia chuo cha kike. Ile ni ulizo. Mimi niko nampeleka maneno vizuri. Okay. Ni ukweli Mungu aliumba vyote ni kupitia neno, na ndio maana ukiangalia Genesis, ukiangalia tu hapo mwanzo Mungu aliumba. Ukiangalia Kutrua anakuambia Mungu akasema nuru iwe, na ikawa mara moja. Vyote viliumba ni kwa kutamka. Ili nikusaidie Biblia yako Zaburi 33:6 inasema hivi. Kwa neno la Mungu mbingu ziliumbwa, na kwa pumuzi inayotoka katika kinywa cha Mungu ndio vitu vyote na majeshi wote waliumbwa. Malaika muwe. Ile ni Qur'an. Biblia yake Zaburi 33:6. Ya Qur'an juu nitaenda na kwenye Qur'an. Qur'an ni hawezi. Mimi naenda na kitabu hiki ili hafanye nini tuelewane. Qur'an kwako. Usikie mzee, kama nakwambia Qur'an hawezi, nina maana yangu. Sio kwamba nasema kiwango chake kidogo. Hapana. Nasemea hivyo kwanza kwenye Biblia. Kwanza angekuwa msomi mzuri, hiyo neno ndio Biblia inafasiria. 33:6 Zaburi. Kama iko na Biblia yake pale some, inasema kwa neno la Mungu mbingu zilifanya. Kama mbingu ilisimama hapa, Mungu alisema tu mbingu iwe, ikawa. Sasa kama tele parole kuwa Yesu. Yeye kama pasta, wapi ndani ya Biblia nzima Yesu ashawahi kuitwa neno akaitika? Wapi ashakutana na pepo sasa kwa jina la neno toka? Neno ni kitu gani? Ni parole, ni msemo, ni kauli ya Mungu. Vyote viliumba ni kupitia neno. Lakini sasa tatu naisha hapa. Hapana, kuna kia. Pasta. Endelea. Wewe unamhurumia pasta. Simhurumie, unapata sauti. Sasa kama yeye ndio mwenyewe ndio
Yesu wake ndiye Mungu. Kama Yesu ndiye Mungu. Sasa kwani tukienda kwenye Mathayo 27:45 kwa imani yake inasemaje? Ilipofika saa 9 huku Yesu binadamu wake washamtia kumsalaba. Wanakufuata kule. Ilipofika 15 giza ikaingia. Usiku ulipoingia Yesu akaona roho anataka katika. Akapaza sauti kwa kilio kwa kulalamika. Eloi, Eloi, lama sabakthani. Yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Alilia Mungu gani ndio Mungu? Okay. Mimi nayo kama Yesu angelikuwa Mungu anapaswa kusema hivi, Mungu mwenzangu, mbona tunaachana na magumu njoo inafika? Alisahau kama yeye ni Mungu. Asante sana. Continuons nos écrits, vos interactions s'il vous plaît. Papa, pour question moi nakuuliza hapa sikuwa naisikia. Na mtu dibia 3 minutes. Wapi Yesu bakamuita kujina la neno, sijui. Nakaitika, sijui. Wala pepo ganyenyewe walifukuza mjina. Kujina la neno, toka kwa jina la neno. Safi kabisa. Kwanza nitamjibia kwenye Biblia na kwenye Qur'ani. Sababu neno likaumba. Je, Yesu aliumba? Paske neno ndio yana sasa uwe Qur'ani. Nakuja usifuate hiyo ambao anaiongea. Sijui Qur'ani sasa hivi nakuja nayo hapa aliniuzia. Si ni Qur'ani. Sawa, basi ushajua uliuza mwenyewe. Tunaelewa pale sasa. Kwa hiyo Qur'ani yeye ndio mimi niko nampa maandiko kwenye Qur'ani ile ambao yeye hajaleta kwenye Qur'ani yake na ile iko naidhibitisha mwenyewe. Usifuatane na hiyo nifuja Waislamu ndio vile wao wanaikalaka. Ubarikiwe pastor. Ndio vile wao wanaikalaka. Kwa hiyo anauliza swali nzuri sana sababu niliona kama shehe ana lazima kufunza na Waislamu pia wajifunze kitu kuhusu habari ya sisi manasara. Njoo tulipokea kitabu mbele yao yale abajui Qur'ani nasema baadhi watuulize sisi. Kwa hiyo anauliza swali lake ikiwa je Yesu ni neno? Anaanza kuleta mfano wa Menizie alitengeneza kiti alibakia atamuexplique kule je Yesu kawa mwana na je Yesu ni Mungu. Ndio. Sasa nilikuwa napenda kwa mbele hakubali hiyo kusema kwamba Yesu ni Mungu. Akakubali Yesu ni mwana wa neno. Sasa Yohani anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa Yesu anasema kilichozaliwa kwa maji ni maji. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa neno ni neno. Safi. Ni pale nimwambia kwamba Yesu ni neno kwa sababu alizaliwa kwa nini? Kwa neno kulingana na Qur'ani na Biblia tukakubaliana na shehe hapa. Sasa narudia hapo anasema ni wapi tulifukuza pepo hao tuliombea kwa jina la neno. Yesu kaitwa neno. Apocalypse Ufunuo chapitre 19 sura yake ya 19 na 9 andika mwalimu wa Kiislamu. Na mstari ya 13 inasema hivi. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu na jina lake linaitwa neno la Mungu. Kwa hiyo jina la Bwana Yesu ameitwa neno la nani? La Mungu. Ili tuendelee kama neno liliumba kila kitu. Je, juu Yesu akuwe mwana wa Mungu na awe Mungu. Sinabidi kama eko neno. Maana ina maana Mungu vyote kwa kufanya ilikuwa ni kwa yeye neno. Sijui kama unanielewa hapo vizuri. Kwa hiyo tunasoma kitabu kia Qur'ani. Ile ndio yeye apendi twende. Wakati wewe unachukua Biblia, mimi nako nachukua Qur'ani. Safi. Tuko ni mudeba ya watu. Yeye ni mwalimu na ameifundia mission. Hata kwa kumsikia unaelewa kusema kwamba yeye ni mwalimu ambao Waislamu wanamtuma aje aongee na mwalimu. Sasa pana utaalamu wa kimaandiko. Tunaongea kimaandiko. Tunaenda kitabu kia Al-Imran. Inasema hivi mstari ya 49. Donc makumi ine na 9 na 9 inasema na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia nimekujieni na oja kutoka kwa Mola wenu ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege kisha nikampuliza mara anakuwa ndege kwa izni ya Mwenyezi Mungu na ninawaponesha vipofu na wenye mapalanga etc. Biblia Qur'ani hapa inasema hivi Yesu atakuwa mtume. Sikia vile Qur'ani kuna unafika hapo mkifupi deja minute yetu inaanza kuisha ndio ya hii première partie. Napenda uishe kwa sasa sauti kwa mwisho uishe nayo nimupatie sauti ya mwisho na tulakane parce que minute deja yetu inaisha tuna préparer deuxième partie ile dimanche prochain. Safi kabisa. Qur'ani inasema hapa kwamba Yesu atakuwa mtume kwa wana wa Israeli.
na yeye Yesu sasa alikuwa mtume kwa wana wa Israeli, akawaambia na kuya natumwa mie kuya kumipatia kumiundia, yani kuumba kukreye. Akabeba bulongo akabutengeneza ndege kwa sura ya ndege, akapuliza pumzi akawa ndege. Yesu anaumba ndege, na Muislamu hawezi kuabudu Mungu yeyote hana na uwezo wa kuumba. Kwa hiyo hapa Qur'ani nasema Yesu kafanya budongo akapuliza pumzi akatoka ndege. Yesu kaumba ndege kwenye Qur'ani. Kwa hiyo ina maana vitu vyote viliumbwa kwa neno. Yesu kama neno, Qur'ani inahakikisha kwamba kaumba nini? Ndege. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni neno, na Yesu ndio Mungu. Ndio sababu mtoto wa mtu ni mtu na mtoto wa Mungu ni Mungu. Yesu mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu. Mjua mtoto wa mtu ni mtu. Okay. Na mtoto wa Mungu ni Mungu. Hapana mtoto wa president kwa president ni cheo. Unasema ubi ni maana yake asili. Merci. Aksanti, merci beaucoup papa. Sauti yako ya mwisho she, tutaendelesha. Deuxième partie quoi. Bien aimé, écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Animez, écrivez, posez des questions. Les serviteurs de Dieu, chez Ekwapo, na baba Ekwapo, paka tufike mukufika mwisho. Na she analeta defia anasema eko tayari abatiziwe. Sauti ya mwisho. Mimi nashukuru sana. Mimi nitegemea pastor atatoa hata andiko moja Yesu anasema mimi niko Mungu. Lakini paka vile dakika zote zinakwisha, hana hiyo andiko. Ila analomba msaada kwenye Qur'ani. Maskini aya aliyoendea, yani sura ya 3 aya yake 49 ya 49, yenyewe Mungu anamfanya Yesu kuwa mtume kwa wana wa Israeli. La ajabu aliposhuka chini, Bwana Yesu aliposhika udongo na kukanyaga na kaumba ndege, ila chini anasema kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Maana yake kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ungeona maana ya idhini usingepata tabu. Na kwa kukusaidia idhini, maana yake kama alikamata udongo, idhini maana yake nini? Yesu fanya hivi. Anatosha idhini kwa nani? Kwa Mungu. Maana yake mtu akipewa idhini na Mungu, yeye sio nani? Sio Mungu. Ndio kwa maana hata kwenye kitabu chako Matendo ya Mitume 2:22 inasema ya kwamba huyu Yesu Kristo ambaye ni mtoto wa Nazareti, Mungu alimudhihirisha kwenu ili aoneshe miujiza. Kama alifanya kipofu ona, kwa idhini ya nani? Ya Mungu. Ile amri yote aliyofanya, hata wewe kumgusa mtu kichwa kinauma, kwa amri ya nani? Ya Mungu. Maana yake na wewe na Yesu chini ya mamlaka ya nani? Ya Mungu. Hata kuwaka Mungu mpaka kiyama. Asante sana, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions, pour tout ce que vous avez. Écrivez-nous au numéro qui est au bas de votre écran. Merci à l'équipe technique, merci à la programmation de M. Jules. Nous vous disons merci. Shalom chez vous. Dimanche prochain pour la deuxième partie. Bye.